unayemwona amesimama mahali and hapa, everyone else is standing here. sio kama apiti kwenye mateso kama It is not unavyopita, like he's not passing sio in kama apiti torment. kwenye taabu kama It is not unavyopita. like he is not passing in troubles. Acha nikupe ushuhuda mmoja. Let me give you one witness. Nakumbuka ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka jana. I remember it was the 31st December. Nilikuwa Mbezi. I was at Mbezi. Nimebeba ile amplifier nyekundu pale. I was taking that amplifier. Wakati nimebeba nyuma yangu siwezi kuona nyuma. When I carried it, I was not able to Nimebeba see kitu behind. lazima niangalie mbele. Because I was holding something, I was supposed to look forward. Na nikatembea kuangalia mbele. And I was walking looking forward. Lakini nyuma yangu kuna gari. But behind me there was a car. Mimi sikuliona. I didn't see it. Lakini alinigonga. But it didn't hit me. Namshukuru Mungu sikumia. I thank God that I was Lakini not alikuwa hurt. mama mmoja nyuma yangu. But there was one woman behind me. Aliongea sana. He talked a lot. Anaongea maneno magumu. He was talking hard words. Anaongea maneno mazito. He was talking tough words. Yamkini niliyesimama hapa singekuwepo tena. Maybe the one who is standing here was not supposed to be. Lakini Mungu alinipigania. But God fought it for me. Lakini kuanzia hapo nilianza kuandamanwa na ajali ni zaidi ya 10. But from there I started falling by accidents more than 10. Hallelujah. Hallelujah. Nakumbuka kila wakati nilipokuwa nikikoswa na kugongwa nilikuwa namfuata baba. I remember every time where I was saved from that, I was following Father. Nakumbuka situation ya mwisho. I remember the last situation. Nimepanda pikipiki watu wawili. I was in a motorcycle. Watu wawili. 2 people. Dada mmoja alikuwa amevaa kofia. One sister was wearing a hat. Kutokana na upepo ile kofia yake ikadondoka barabarani. Because of wind that hat fall down. Mimi nilikuwa nimekaa nyuma. I was behind. Dereva kaniomba kaniambia unaweza kwenda kumchukulia kofia huyu dada ili tuendelee na safari. The driver asked me to go to take that hat so as to continue the journey. Nikashuka. I get down. Nikaangalia barabarani hakukuwa na chochote kile. I looked around the road and saw nothing. Nikaenda wakati ule ninainama pikipiki imepita usoni mwangu. When I went there to take that hat, motorcycle came nearby my face. Nakumbuka dereva aliniambia kitu kimoja. I remember the driver told me, kwani wewe unataka kufa? Do you want to die? Nikamwambia kwa nini? I asked him, Ambe kwani hujaiona hiyo pikipiki? Haven't you seen that motorcycle? Hallelujah. Hallelujah. Kama iko neema iliyonisaidia mimi wakati ambao adui anataka kuchukua nafsi yangu. If there is a grace that helped me when an enemy wanted to take my life. Wakati adui alipotaka kuchukua roho yangu. When an enemy wanted to take my soul. Hiyo neema inaweza ikakusaidia leo. That grace can help you today. Hiyo neema inaweza ikakutetea leo. That grace can save you today. Hiyo neema inaweza ikakuponya leo. That grace can heal you today. Tunapomwabudu Mungu, simama mwabudu Mungu katika roho na kweli. When we worship God, stand and Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, Jesus was told, amtaabudu tena katika hii milima. You will not worship in this mountain. Bali imewapasa wamwabuduo Mungu watamwabudu katika roho na kweli. But those who worship God will worship in spirit. Uwezo kumwabudu Mungu ukiwa umesinzia. You cannot worship. Uwezo kumwabudu Mungu wakati ndani yako umemwendea Mungu na mizigo ulionayo. Anajua haja ya moyo wako. You cannot worship. Anajua mahitaji unayohitaji. He knows your needs. Anajua dhiki unayopitia. He knows where you are. Anajua kwamba unadaiwa. He knows that you have debt. Simama tumwabudu Mungu. Stand and worship God. You are Yahweh. You are Yahweh. Uliasiana. Uliasi. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Inua mikono yako juu. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha.
Mwinulie Bwana sauti yako. Baba, ni Baba, wewe ni Baba, oh ni Baba, wewe ni Baba, oh ni Baba. Bwana asante Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema asante Bwana kwa ajili ya ibada leo. Nasema asante Bwana kwa ajili ya neema yako.
Inasema asante Bwana kwa ajili ya rehema yako. Inasema asante Bwana kwa ajili ya ukuu wako. Usinyamaze, 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 usinyamaze. Endelea kumwambia Mungu ninakushukuru. Endelea kumwambia Mungu asante. Endelea kumwambia Mungu asante. Endelea kumwambia Mungu asante. Kuna mambo makubwa alitenda katika wiki yote. Wala ambao walikuwa katika maombi wanajua. Wala ambao walikuwa katika maombi wanajua. Wala ambao walioshiriki mfungo wanajua ile kitu ambacho Mungu ametenda katika maisha yao. Kile kitu ambacho Mungu amefanya katika maisha yao. Kile kitu ambacho Mungu anaenda kutenda leo katika maisha yao. Anaenda kutenda leo katika maisha yao. Anaenda kutimiza, anaenda kutimiza, anaenda kutimiza, anaenda kutimiza. Zipo nguvu zilizoshushwa mahali hapa. Upo uweza ulioshuka mahali hapa. Ukutembele mahali ulipo, ukutembele mahali ulipo, ukutembele mahali ulipo, ukutembele mahali ulipo. Orikana mama oriada bashakata orikela mandaka oriada basigene manda boriada kai oria seneborika orikene mosata orikene mosata orikene mosata. Mungu tenda orianda mande kesiada orikele mosata mandaka oria oli mesaina mande kelia sola manda. Sante praise. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Unaweza kuchukua daftari lako. You can take your exercise book. Studio. Naomba uangalizie mic ya mtafsiri. Unaweza kuchukua daftari lako. You can take your exercise book. Chukua kalamu yako. Take your pen. Chukua Biblia yako. Take your Bible. Hallelujah kanisa. Hallelujah the church. Hallelujah kanisa. Hallelujah the church. Nahitaji kusikia amina kubwa. Hallelujah. I want to sing high amen. Hallelujah. 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 Kama tunahitaji Mungu afanye jambo kwenye maisha yetu, if we want God to do anything in our lives, lazima tubadilike. We have to change. Naongea kweli? Am I speaking? Naongea kweli? I'm speaking the truth. Mabadiliko kwa mtu, changes to a person, yanaanza na mtu mwenyewe. It starts with a person himself. Usitarajie mimi niliyesimama madhabahuni. Don't think the one standing in the altar. Usitarajie nabii yoyote. Don't think any prophet. Usitarajie mtume yoyote. Don't think any apostle. Usitarajie mganga yoyote. Don't think any witchcraft. Anaweza kubadili maisha yako. Can change your life. Maisha yako yatabadilishwa na wewe. Your life will change with Hallelujah. 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 Asante. Thank you. Somo letu la leo litasomeka kama ifuatavyo. Our theme of today will be read as following. Mapenzi ya Mungu, A will of God, hutimia kwa shukrani. Is fulfilled by thanksgiving. Mapenzi ya Mungu, the will of God, hutimia is fulfilled kwa shukrani. By thanksgiving. Kama mapenzi ya Mungu, if a will of God, yanatimia, is fulfilled unapomshukuru, when you thank him, watu wengi tutakosa baraka hii. Many people miss the blessing. Watu wengi tutakosa neema hii. Many people miss this grace. Watu wengi tutatembea nje ya makusudio ya Mungu. Many people walk out of the will of God. Kwa sababu mioyo yetu imejaa lawama. Because our heart are filled with complaints. Kwa sababu mioyo yetu haina ushirika na Mungu. Because our heart is far from God. Hallelujah. 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 Wangapi wanahitaji Mungu atende kwenye maisha yao leo? How many want God to do in their lives?
Amina. Amen. Utayarishe moyo wako kwa shukrani. Prepare your heart for gratitude. Kwa sababu katika kumshukuru Mungu, Because in thanking God, kila kitu kinaenda kubadilika. everything is going to change. Mungu anaenda kutimiza kila kitu. God is going to fulfill Mungu anaenda everything. kufanya kila kitu. God is going to do everything. Hallelujah. Hallelujah. Rejea somo langu. Let us look at the theme of today. Wathesalonike wa kwanza, 1 Thessalonians ile sura ya 5, chapter 5 mstari wa 16 and verse 16 mpaka 18. up to 18. Wathesalonike wa 1 kwanza, Thessalonians ile sura ya 5, chapter 5 mstari wa 16 and verse 16 mpaka 18. up to 18. Neno la Mungu linasema, anasema furahini siku zote, It says rejoice always. ombeni bila kukoma. Mshukuruni kwa kila jambo, Anasema mshukuruni kwa kila jambo. Thank him in everything. maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Cha kwanza anaanza kusema furahini. First he start by Kabla saying rejoice. hatujaanza kushukuru, lazima Before we kwanza start to rejoice, mioyo yetu ijawe na furaha. our hearts must be fulfilled with joy. Haleluya. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah the church. Wakristo wengi tunachagua wakati wa kufurahi. Many Christians choose time to rejoice. Lakini wakati sahihi zaidi wa kumshukuru Mungu But the right time to thank God ni wakati ambao unapita kwenye mapito. is the time that you are passing through many Ni things. It's wakati ambao umekata tamaa kabisa. the time that you have given Ni up. wakati ambao umekosa tumaini kabisa. It is a time that you have lost hope. Haleluya. Hallelujah. Ibada ya leo ina mifano mingi sana halisi, kwa sababu yamkini Mungu aliandaa muda mrefu. The worship of today has many vivid examples. Siku Maybe moja God prepared it. director akanieleza tatizo lake. One day director told me his problem. Ni kitu ambacho ukimsikia unatamani ulie pamoja naye, It is something that when you hear you will want to weep with him. lakini mtu anapokueleza tatizo hataki kukuona unalia, bali anahitaji kuone unamfariji. But when someone tell you the problem, you don't want to see you crying, but Ukiwa want to see you ukisimama find kama solution. mshauri kwa ajili ya mtu mwingine, When you stand as a advisor for another man, ukisimama kama msaada kwa mtu mwingine, if you stand as help to another person, hakikisha kile kitu hata kama huwezi kumsaidia, make sure even if you are not able to help, lakini onyesha, imekupasa uonyeshe unaweza kumsaidia kwenye hicho kitu. you have to show him that you can help in that. Anahitaji milioni 1, He need 1 million, lakini uwezo wako ni 1000. but your ability is 1,000. Haipaswi kumkatisha tamaa. Don't make him give up. Tafuta neno zuri la kuzungumza naye Find a good way to speak ili to uweze him, kumvusha kwenye hicho ambacho so as anachokipitia. to touch him in what is passing Yamkini through. msaada ambao anaotaka kwako Maybe the help that he need from you, haupo kwako, it is not from you, lakini kwa sababu unalo neno la faraja, but because you have a word of comfort, litamsogeza mpaka Mungu atakapomfikisha wakati ambapo anahitaji kumtendea. he'll send him to the time when God will need to do that to that man. Haleluya. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah. Kwa jambo la kwanza, So first thing, imetupasa tufurahi. we must rejoice. Haijalishi wamekuudhi kwa kiasi It gani, does not matter how much they have despised. haijalishi wamekutupia maneno mabaya kwa kiasi It gani, doesn't matter how bad words they have spoken to you. haijalishi ni nini kimetokea kwenye maisha yako, It does not matter what is passing through in your lakini life. hakikisha unamshukuru Mungu. Make sure you thank God. Lakini wakati unapoenda kumshukuru But Mungu, when you are going to thank God, hakikisha moyo wako una furaha. make sure your heart is Wafilipi joyous. 4:4 inasema, In the book of Philippians 4 verse 4, anasema furahini katika Bwana. it say rejoice Anasema in tena, the Lord. anasema furahini. And today and again I say rejoice. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah.
Kama kuna wakati ambao imekupasa kumshukuru Mungu, if there is time that you are supposed to thank God, ni wakati unapita katika kipindi kigumu. it is the time you are passing through hard Kwa days. sababu ukiwa katika furaha ukimshukuru, ukiwa katika furaha ukimshukuru Mungu, But because when you enjoy, when you thank God, inawezekana isiwe na matokeo kama wakati ukiwa kwenye shida. maybe it cannot have result more than the time of hardness. Haleluya kanisa. Hallelujah the church. Haleluya kanisa. Hallelujah the church. Imagine adui yako anayekutesa, Chukulia the enemy that torture you. anatamani akuone unalia. He want to see you weeping. Anatamani akuone unataabika. He want to see you troubling. Lakini ni wakati akikaa dirishani akikusikia unaomba, And the time is standing near by your window hearing you praying. anasikia unamshukuru Mungu. He's hearing that you are thanking Anasikia God. unamshukuru Mungu. He hears you are thanking God. Anasikia unamshukuru Mungu. He hears that you are thanking Yamkini God. anahisi bado hajafanya, Maybe he thinks that you have not done. kwa sababu asikii kilio kwenye nyumba yako, Because you don't hear cry from your house. asikii kilio kwenye maisha yako, You don't see cry in your life. asikii kilio kwenye kazi You yako. don't hear cry in your work. Yamkini anaweza akarudi kwa mganga tena alienda kwake. Maybe you'll go back to witchcraft. Yamkini kama ni mchawi anaweza akaenda katafuta uchawi mpya. And if it's a sorcerer, Lakini you'll go bado down. ninakwambia endelea kubakia katika kufurahi, maana katika kufurahi kwako kwenye taabu lazima mshukuru You Mungu. have to remain in rejoicing, because when you rejoice, you'll thank God. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hatua ya kwanza, The first step, kanisa, nazungumza na kanisa. Nimesema hatua ya kwanza, I'm talking to the church. haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tutaenda kujifunza mengi. We'll go to learn many things. Tutaenda kufahamu mengi. We'll know many things. Unaweza ukamlaumu mchawi anayekuloga. You can blame the witchcraft who bewitch you. Wakati unamlaumu, When you blame, unapishana na kusudi. you are going far from the will of God. Unaweza ukamlaumu mtu anayekusema vibaya. You can blame who is a hypocrite to you. Wakati ambao unaenda kuzungumza kwa watu, When you are going to talk to people, fulani kasema nini kuhusu mimi, someone says this about me. ni wakati ambao unapishana na baraka yako. It is time you are going far from Kuna the blessing. watu wameinuliwa, There is people who are uplifted. watakupiga mawe, Yes, they'll throw stone at you, lakini wanakusogeza kwenye kusudi. but they are sending you near by the will of God. Ukijua kanuni utafikia kwenye kusudi, If you know, you'll come near by the mission. lakini usipojua kanuni If you don't know the regulation, utatoka nje ya kusudi. you'll come out of the mission. Haleluya kanisa. Hallelujah the church. Hatua ya pili, The second step, kuomba bila kukoma. pray without ceasing. Haleluya kanisa. Hallelujah the church. Kuomba bila kukoma. Praying without ceasing. Mstari wa 17 anasema ombeni bila kukoma. In the verse 17 it says pray without ceasing. Inawezekana neno lako tu ni hilo hilo moja, shukrani. Maybe your word is only that thanksgiving. Mungu ninakushukuru. God, I thank you. Katika mapito haya ninakushukuru. In this temptation, I thank you. Katika ugonjwa huu ninaumwa na kushukuru. In this illness, I thank you. Kwa haya maneno niliyotamkiwa ninakushukuru. In these words that they have spoken, I'm Pasipo grateful. kukoma kabisa. Without ceasing. Pasipo kuweka nukta. Without putting Pasipo kuweka an end. kituo. Without putting a comma. Lakini But Mungu anaenda kutimiza. God is going to fulfill. Mungu anaenda kufanya. God is going to do. Mungu anaenda kutimiza God is going to kila do ambacho ni matarajio kwenye maisha yako. what is need in your life. Kile ambacho yeye amekusudia kitimie kwenye maisha That yako. he has been desired to be fulfilled in your life. Haleluya. Hallelujah. Wangapi wanajua nini maana ya kuomba? How many know what is the meaning of praying? Haleluya kanisa. Hallelujah the church.
kwenye maana ya sisi ambao tunamwamini Kristo, In the meaning of us who believe Christ, tunaamini kuomba we believe praying. ni kufungua moyo wako, It is opening up your heart kumruhusu Mungu to allow God aone kile ambacho unachokihitaji, to see what you need. aone kile ambacho aone kile ambacho unakitarajia, To see what you desire. aone haja ya moyo wako, To see the need of your heart. aone matamanio ya moyo wako. To see your heart's desire. Kama ni sahihi atakupa, If they are righteous, he'll give you. kama si sahihi yupo Roho Mtakatifu atakuongoza katika njia sahihi. If they are not righteous, the Holy Spirit will show you Utaomba another way. vile ambavyo Mungu anataka. You'll pray how God wants. Haleluya, Hallelujah. The church. haleluya. Hallelujah. Kwa kama ni kuomba, If it is praying, tusiwe na ukomo wa kuomba, we must not cease in praying. tusiwe na mwisho wa kuomba. We must not have an end in Ukasema praying. kwenye ombi hili mimi nafika mwisho, You say in this prayer I come to an end. kwa sababu nimeomba na simuoni Mungu akinijibu. Because I have prayed but I don't see God answering me. Nimeomba na sisikii ishara yoyote. I have prayed but I don't see any sign. Lakini hacha nikwambie, But let me tell you, Mungu anakusikia. God is hearing Mungu you. anakusikia. God is hearing Endelea you. kumsumbua, anakusikia. Continue to trouble him. He is Endelea hearing. kumwambia, anakusikia. Continue to tell him. he is Endelea hearing. kulia, anakusikia. Continue weeping. He is Endelea hearing. kufunga, anakusikia. Continue fasting. He is hearing. Kama ni sadaka endelea kutoa, anajua. If it is offering, just give. Kwani Kornelio alikoma? Did Cornelius cease? Malaika anatumwa kwenda kwa Kornelio, anamwambia maombi yako na sadaka zako. The angel was sent to say your prayers and your offerings. Haleluya. Kama angekuwa na ukoma, anasema kwenye hichi ambacho ninachokitolea sadaka, If he has a cessation and say in what I'm giving the offering, nimetoa sana, I have given it kwa hiyo enough, ngoja niache. so I'm ceasing. Bila shaka Mungu asingemtuma malaika. We can see that God could not have sent an angel. Kwenye maombi aliyokuwa anayaomba, In the prayers that he was praying, akasema ngoja nifike mwisho, if he said, let me come to wind up, kwa sababu Mungu anisikii. because God don't hear me. Mungu hataki kunijibu, God, you don't want to answer me. lakini aliendelea But he continued, kwa sababu alijua yuko Mungu, because he knows the na huyo Mungu hajafa, and that God huyo did not Mungu die. hajalala, And that huyo God is Mungu not hawezi sleeping. kunyamaza And that God mpaka cannot haja stay ya quiet moyo wake itimie, until mpaka hitaji analolihitaji litimie. until the need is fulfilled. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Ni kipi hicho ambacho unachokiomba umekikatia tamaa? What are you praying for and you have given up? Ni kipi hicho unachokihitaji ambacho umesema imefika mwisho? What is your need and you say I've Kuna come to kitu an Mungu end. anahitaji kukitenda. There is things that God needs Endelea to do. kuomba, Continue endelea praying. kuomba. Continue praying. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Jambo la kwanza The first kwenye thing, kipengele cha pili, in the second step, tunaomba ili haja zetu zijulikane na Mungu. we are praying so as our needs are open to God. Wafilipi 4:6. First Philippians 4 verse 6. Haleluya. Neno la Mungu linasema, Ndio. msijisumbue kwa neno lolote, Ehe. bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Haleluya kanisa. Hallelujah the church. Haleluya kanisa. Hallelujah Bado the church. tunaona kanuni ni kuomba na kusali. We see that the regulation is praying and devotion Bila kuwa na ukomo, without cessation. ili haja zetu zipate kujulikana mbele za Mungu. So as our needs are open to God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ukisoma ile Mathayo sura 6 mstari wa 25 mpaka 31, au utasoma mtumishi? When we read Matthew verse 6,
mstari wa 25 mpaka 34. Chapter 6 verse 24 to 25. Kuna kitu ambacho maandiko yanatueleza hapa. There is something that scriptures tells us here. Wakristo wengi tumekuwa tukisumbukia mambo yetu wenyewe. Many Christians are troubled with their own things. Tumekuwa tukihangaika na kujitafutia mahitaji yetu wenyewe. We are troubled to find our own needs. Lakini mstari wa 33 anasema utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake. In verse 33 it says, find the kingdom of God and his righteousness. Na hayo mengine mtafanyaje? And all that will be fulfilled with. Kanisa, the church. Hayo mengine tutafanyaje? Anasema tusijisumbukie. Don't be anxious. Kama anasema tusijisumbukie, kuna namna tumemtenga Mungu kwenye mahitaji yetu. If it says don't be troubled, there is a kind that we have terminated God from our needs. Hallelujah. So kwamba Mungu anatukataza tutafuta hayo mahitaji. It is not that God reject us to find that need. Hallelujah. Kuna namna tumejitaabisha katika njia hiyo. There is a way that we have troubled in this way. Mpaka Mungu anaona ni kana kwamba tunajisumbukia wenyewe. And that God sees that we are anaona kuna namna tunajichosha. He sees that there is a time that we are making ourselves tiresome. Anatolea mfano wa jani linaloota kondeni. He's giving the example of the leaf that is grown at the garden. Lile jani hakuna ambaye analipalilia. That leaf was no anyone who is going to dig there. Hakuna mtu ambaye yamkini analinyunyizia dawa lisiliwe na wadudu. No one is going to pour the drugs there. Lakini ukilitazama ua hili ni ua ambalo linavutia. But it is a flower that attracts. Ni ua ambalo kila mmoja anatamani kuwa nalo. It is a flower that everyone desire to have. Lakini hakuna aliyelihangaikia. But there is no one who is troubled with. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kama tukitoka kwenye hii section ya kujisumbukia wenyewe juu ya mambo yetu. If we get out of this session of troubling ourselves about our juu ya mahitaji yetu, about our needs, tutapata nguo nzuri, we'll have a good rain, tutakula vyakula vizuri, we'll eat good food, lakini tuwe na uhakika Mungu hayuko katika hicho tulichokipata. and we must assure that God is not there in what we have. Hallelujah kanisa. Hallelujah the church. Hallelujah kanisa. Hallelujah the church. Siku moja nasoma maandiko. Mungu anisaidie nilipate ile andiko. May God help me to get this scripture. Si kwa ajili ya mali, alinipenda wala hakujali udhaifu wangu, akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali wala asinzi. Hallelujah kanisa. Hallelujah the church. Hallelujah. Ni Wagalatia sura ya 4. It Galatians sura ya 4 chapter 4 kwanza ule mstari wa 22. from verse 22. Maandiko yanasema, The Bible says, kwa maana imeandikwa, for it is written that, ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, Abraham had two sons, mmoja kwa mjakazi the one by a bondwoman na mmoja kwa muungwana, and the other by a free woman. lakini yule mjakazi alizaliwa kwa mwili, But who was of bondwoman yule muungwana kwa ahadi. was born according to the flesh, and Asema, that of free woman through the promise. Asema mambo haya usemwa kwa mfano, Which these things are symbolic. asema kwa maana hawa ndio kama maagano mawili.
For these are the two covenants. Mmoja kutoka mlima Sinai, The one from Mount Sinai, lizaalo kwa utumwa, which give birth to bondage, ambalo ni Hajiru. which is Hagar. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai For this Hagar is Mount Sinai ulioko Arabuni, in Arabia. umelingana na Yerusalemu Corresponds to Jerusalem, wa sasa. which now is, Anasema kwa kuwa anatumika pamoja na watoto, and is in bondage with their children. bali Yerusalemu wa juu But the Jerusalem above is ni free, muungwana, which is the mother of naye ndiye us all. mama yetu sisi. Is the mother of us all. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Nimesema kama utajitaabisha kupata nguo, I have told you, if you will be troubled about clothes, kama utajitaabisha kupata chakula kizuri, if you will trouble yourself about good food, vyote hivi umejisumbukia mwenyewe. all this you are troubling Mfano yourself. mzuri ni kwa Ibrahimu. The good example is to Abraham. Tunaona alipochelewa kupata mtoto, When he was late to get a child, lakini ilikuwa ni ahadi ambayo Mungu alimwahidi utapata mtoto. but it was a promise that God promised. Mama to get akaona a child. inachelewa. He saw that it's late. Mama akaona kama Mungu anadanganya, That woman said that God lies. lakini Mungu alitaka kutimiza kwa wakati wake. But God wanted to fulfill. Tunaona his hichi soul ambacho time. anachokipata kwa kupitia ushauri wa mke wake We see what he get from the advice of his wife kinakuwa ni agano la utumwa. was covenant of slavery. Haleluya. Alitaka mtoto, amempata, He wanted a child and he got. lakini haiwi neema tena. But it was not grace Si again. kama tunaelewana? Do you understand? Kama Mungu anakupa kitu alafu kinakuwa yani niseme, anaposema huyu alizaliwa wa mwilini, na tunajua vyote vinavyozaliwa mwilini si vya Mungu. When it says this was born into the flesh, we understand that what is born in the flesh is not of God. Ikiwa Mungu anatukataza tuyakatae mambo ya mwili, If God tells us to reject bodily things, Mungu si kitu kimoja na mambo ya mwilini. God is not a thing with the flesh. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Kama Hajir anazaliwa kwa njia ya mwili kama maandiko yanavyosema, If Hagar was born by the body, naye ni mtumishi wa agano la utumwa, and he was a minister of the covenant of slavery, kuna baraka za Mungu anazimisi. there is a blessing of God that she misses. Na Ishiaka anayezaliwa, And is Isaac who was born, maandiko anamchukulia kama muungwana. that scripture take him as a free man. Anasema sisi sote ni chanzo cha kutoka, sisi sote ni chanzo kutoka kwake. Maana anaposema mama source. Haleluya, 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 Amen. haleluya. Hallelujah. Hivyo tusitafute vitu vya kwetu wenyewe. Let us not find our own things. Kwa kila kitu tumshirikishe Mungu. Everything we want, let us tell God. Mungu atatupa vitu vyenye baraka. God will give us things with blessings. Yamkini unahangaikia kupata gari, Maybe you are troubled to get a car. Mungu anakuambia kabisa, mwanangu, nitakupa gari. God tells you that I'll give you a car. Kwa akili zako ukijitafutia gari, By your own mind, if you find a hilo car, gari litakuwa chanzo cha kaburi. that car will be the source of grave. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Chochote kile unachokitafuta nje ya Mungu ni matatizo kwako. Everything you find out of God, it is a problem. Tunaelewana kanisa? Hallelujah. Holina Sinai. Asema utafuteni ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. It says, find the kingdom of God and all that will be multiplied. Sasa huyo ufalme wa Mungu ni upi? What is the kingdom of God? Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Ufalme wa Mungu ni upi? Which is the kingdom of God? Mmoja anaweza kujaribu. May one try? Darasa la Jumapili. Darasa la Jumapili.
ufalme wa Mungu ni upi sasa? Which is the kingdom of God? Sasa kama ni kitu cha kutafuta, si kitu ambacho kinachobebeka, If it is something to find, it means it is si kitu something ambacho that can be carried. kinachoshikika. It is something that is touchable. Si kitu ambacho kinachoonekana. It may be something that is seen. Ni kitu ambacho kinauhalisia. It is something that is real. Ufalme ni upi sasa? Which is this kingdom? Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ni swali ambalo tumeachiwa. Utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. It is the question that has been left for us. Find the kingdom of God and all that will be multiplied. Nitakufundisha yamkini kwa kutumia andiko hili nikakwambia acha kujisumbukia, si ule nini, uvae nini, si ufanye nini. Sawa, sijakusaidia, lakini kama maandiko yanakwambia utafuteni ufalme wa Mungu If the scripture tells you to find the kingdom of na God haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. and his righteousness and all that will be Huo multiplied. ufalme tunaotakiwa tuutafute ni upi? Which is the kingdom that we are supposed to find. Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Hello. 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 Put your hands up. Nyosha mikono wako juu. Tuko pamoja. Are we together? Naomba fungue Luka 17:20 mpaka 21. Open up the book of Luke. Luka sura 17 Chapter 17, mstari wa 20 na 21. verse 21 to 22. Neno la Mungu linasema, na alipoulizwa na Mafarisayo, Yesu alipokuwa akiulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? haleluya kanisa. To notice Hallelujah, kitu the hapa, church. ndio hicho ambacho ninachouliza. Anasema ufalme wa Mungu utakuja lini? Where will the kingdom of God come? Kumbe ni kitu ambacho kina uhalisia. Mfarisayo alikuwa na akili, japokuwa anaongea kwa namna ya kumhukumu Yesu, lakini kuna kitu ambacho anataka kukipata. So the Pharisee was clever that the kingdom of God is real. Wanauliza maswali magumu, They were asking hard questions, lakini wanapata majibu marahisi ambayo wanageuka wenyewe, wanashangaa huyu mtu hekima anaitolea wapi? but they got simple answers and asked, where did this wise man come from? Yesu anajibu nini? What Jesus answered? Akawajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza, wala hawatasema tazama, Yes. upo huku au kule, kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Anasema ufalme wa Mungu umo ndani yenu. He said the kingdom of God is inside you. Sasa saa ngapi wa ufalme uliingia? When did this kingdom enters? Haleluya. Hallelujah. Anaongea na Mfarisayo anayetembea kwenye kanuni ya Agano la Kale. He was talking to a Pharisee who was talking with the commandments of the law. Anasema ufalme wa Mungu uko ndani yenu. He said the kingdom of God is within you. Wewe unadhani aliwajibu afu akaondoka na majibu sahihi? Do you think that he answered and they come out with a true answer? Haleluya. Yaani yuko anayetafuta kitu, There is someone who finds a thing, afu hicho anachokitafuta and what he finds, unamwambia kiko ndani yako, you are telling it is within lakini you. alikuwa anakitafuta. But he was finding. Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Kwa na mimi ni wajibu ufalme wa Mungu uko ndani yenu. So should I answer that the kingdom of God is within you? Kama uko ndani yenu hamna haja ya kutafuta. If it is within you, there is no need to find. Tunaelewana kanisa? Kama Yesu anamjibu Mfarisayo ufalme wa Mungu uko ndani yako, uko ndani yenu, If Jesus answered to the Pharisee that the kingdom of God is within you, hakuna haja ya kutafuta. there is no need to find. Lakini ukisoma Mathayo 6:33 anasema tutafute. But when we read that Matthew 6:33, it says find. Haleluya. Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Tusipoweza kuyajibu maswali magumu,
If we cannot answer hard questions, maswali marahisi tutafeli. simple questions will fail. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tukisoma Biblia tukichukulia kawaida, When we read the Bible and take it easy, ikiwa anasema hazina yake amehifadhi mahali pasiri, when he says that is a treasure is in the secret place, hiyo siri imehifadhiwa katika neno lake. that secret is within the word. Sasa tunawezaje kuifunua? How can we open up that secret? Tunawezaje kuifahamu? How can we know it? Angali tunasoma tunapita. While we are reading and passing. Wakati tunaomba tunamwambia Mungu umesema. When we pray, we say, God, you have tutafute said ufalme wako, tutafute ufalme wa Mungu to find the kingdom of na God haki yake, and his righteousness, na hayo mengine utanizidishia. and all that will be multiplied. Huwezi kutafuta kitu usichokijua kiko wapi. You cannot find something that is Huwezi waiting. kutafuta kitu ambacho hujui kikoje. You cannot find something Huwezi you don't know kuendea how to- safari ambayo hujui unaenda wapi na ukafika sehemu sahihi. You cannot go to the journey where you don't know where you are going. Hallelujah, The right kanisa. place. Hallelujah. the Pigie church. Bwana Yesu makofi. Clap your hands for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah kanisa. Hallelujah the church. Tusipoweza kuumiza akili zetu, If we cannot trouble our minds, kuna mambo mengine tutayasikia kwa watu tutadhani wamedanganywa, there is other things we'll hear to people and things that they have been lied. lakini ni watu ambao walioamua kutafakari neno. But there are people who have decided to meditate a word. Na Roho Mtakatifu akajifunua kwa wakati wanatafakari. And the Holy Spirit manifested to him when they were Mtu meditating. huyo huwezi kufanana naye. That person you cannot resemble. Ana ufahamu mkubwa zaidi ya wewe. He has a great mind more than you. Tuwe watu ambao tunaweza kutafakari zaidi. We have to be people who like to meditate. Haleluya. Hallelujah. Ufalme wa Mungu tunaotaka, The kingdom of God that we want. ufalme wa Mungu tunayohitaji The kingdom of God that we need. ni Yesu Kristo mwenyewe. It is Jesus Christ himself. Ni Yesu Kristo mwenyewe. It is Jesus Christ himself. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Lakini utawezaje kukaa ndani yetu? But how can it stay inside us? Yesu anasema mimi nikibakia, Jesus said, when I remain, huyo ambaye ni msaidizi that who is a helper hawezi kuja. cannot come. Lazima mimi niondoke kwanza, I might go first, ili huyo msaidizi aje kwenu. so that helper to come to you. Haleluya kanisa. Hallelujah the church. Kama tunaongelea kwa habari ya ufalme wa Mungu, If we are talking about the news of kingdom of lazima tuweze kutembea kwenye kanuni za Mungu. God, we have to walk in the regulations of God. Lazima tuweze kutembea kama wana wa Mungu, We have to walk as the children of God. Lazima tuweze kutenda kama wana wa Mungu. We must be able to do as the children of God. Lazima tuweze kutenda kama wana wa Mungu. We might be able to do as the children of God. Yote hawezi kutokea kama Roho Mtakatifu hayuko ndani yetu. That is all cannot appear if Holy Spirit is not with us. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Mahali popote Roho Mtakatifu atakapojidhihirisha, Wherever Holy Spirit is manifested, tunauona ufalme wa Mungu halisi ukitenda kazi. we see the real kingdom of God is working. Haleluya. Hallelujah. Yesu wakati anawaambia kwa habari ya ufalme wa Mungu uko ndani yenu, ni wakati Roho Mtakatifu bado hajadhihirishwa, lakini Yesu anamwona Roho Mtakatifu ndani ya watu. When Jesus told them that the kingdom of God is within you, Hallelujah, it was kanisa. a time that Holy Spirit was not present. Hallelujah. But Jesus saw Holy Spirit inside them. Haleluya. Hallelujah. Katika kitu ambacho Mkristo unapaswa kuwa nacho Among things that a Christian must have, ni Roho Mtakatifu. it is Holy Spirit. Haleluya. Hallelujah the church. Tunaenda kwenye dhumuni la somo la leo. We are going in the motive of the word of today. Vyote hivyo ilikuwa ni kama kitafunwa.
All that was just as a breakfast. Haleluya. Hallelujah. Mapenzi ya Mungu ni nini? What is the will of God? Si tukimshukuru anatimiza. Anasema mapenzi ya Mungu yanatimia kwa shukrani. It says that the will of God is fulfilled with thanksgiving. Nikielezea kwa namna moja, If I explain in one way, hatuwezi kupata tafsiri sahihi. we cannot get a good meaning. Lakini kwa kadiri ambavyo Roho Mtakatifu ataniongoza, But as how Holy Spirit will lead me, utafahamu mengi zaidi. you'll know many things. Haleluya. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu The will of God to human being. ni kupita katika kusudi ambalo Mungu amekusudia upite. It is passing in the mission that God has made you to pass through. Haleluya. Hallelujah. Na kila mtu miongoni mwetu And everyone among us, kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake. there is something that God has put inside him. or Hicho her. kikitimia, If that is fulfilled, mapenzi ya Mungu yametimia. the will of God has been fulfilled. Au Mungu akikuagiza chochote, And if God has sent you to hicho kitu kikitendeka, if that thing is done, mapenzi ya Mungu yametimia. the will of God is fulfilled. Haleluya. Hallelujah. Tunachoshindwa kuelewa When we fail to understand kusudi ulilolibeba wewe, the mission that you have, kusudi nililolibeba mimi, the mission that I have ni carried, vitu viwili tofauti. it is two different things. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ukitaka uishi kama mimi ninavyoishi, If you want to live as I live, huwezi kupita kwenye kusudi la Mungu, you cannot pass in the mission na of God, mapenzi ya Mungu hayawezi kutimia. and the will of God will not be fulfilled. Haleluya. Hallelujah. Leo tuanze kujifunza kwa watu wawili. Let us start learning from two people. Tunaanza kujifunza kwa Yesu Kristo We start to learn from Jesus Christ na Stefano. and Stephen. Naomba nisome Mathayo sura 3 Read Matthew chapter 3, mstari wa 16 mpaka 17. verse 16 up to 17. Twende haraka usomaji. Mathayo sura ya 3 Mstari wa 16 na 17. neno la Mungu linasema, Ehe. naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Na tazama, mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Haleluya. Hallelujah. Soma tena Matendo ya Mitume 7. Read the book of Acts. Nimesema tunajifunza kwa watu wawili, Yesu na Stefano. We are learning from Tumeanza two people. kumfunua Yesu, tunaona na batizo mbingu zinafunuka. Matendo 7 Mstari wa 55 na 56. Hamsini na tano na 56. neno la Mungu linasema, Ndio. lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, Ndio. akaona utukufu wa Mungu, naye Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, Ndio. tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu akisimama mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Nilikuwa nakwambia somo hili limeandaliwa kwa muda mrefu.
I told you that this theme has been prepared for a long time. Hichi ambacho ninachokiongea hapa What I'm speaking here, nilitoka kuongea na askofu, ilikuwa Jumapili, Askofu Patrick. I was talking to Bishop Patrick last Sunday. Nimesema ukitembea kwenye neema ya mtu mwingine, I have told you, if you walk in a grace of another person ukadhani unatembea njia sahihi, and think that you are walking in a right way, unajidanganya. you are lying yourself. Tuone matukio mawili tofauti, Let us see two different situations lakini yana tafsiri mbili tofauti. that have two different meaning. Yesu Kristo anabatizwa, Jesus Christ was baptized mbingu zinafunuka. and the heaven opened. Stefano anapigwa na mawe, Stephen was beaten by the storm. wakati roho ikimtoka, When his spirit come out, anaona mbingu zimefunguka. he saw the heaven is opened up. Haleluya. Hallelujah. Kwa ni situation mbili tofauti kabisa. So there are two different situations. Haleluya. Hallelujah. Kuna kitu kikitendeka kwa mwenzako ni cha neema kabisa, There is something that happened ni to cha someone. baraka kabisa, It is of grace and of kinafurahisha kabisa. blessing, and it is joyful. Lakini kikitendeka kwa mtu mwingine But when it is done to another ni cha person, kuhuzunisha kabisa, it is something of ni cha sorrow. kuondoa hai kabisa. It is something Lakini to katika forget. hicho Mungu anatukuzwa. But in that God is glorified. Tunaelewana? So inawezekana kwenye mapito unayopita kwako amani haipo kabisa, So it can be in the temptation that you are passing through, there is no lakini peace. ni wakati ambao Mungu anacheka. But it is time that God is laughing. Tunaelewana? Hallelujah. Wakati ambao unacheka The time that you are laughing ni wakati ambao Mungu anahuzunika kwa ajili yako, is the time that God is kwa sababu sorrowful. majira ya hicho kitu ambacho unachokifanya Because the season of the things that sio you are wakati doing, ambao Mungu amekusudia jambo hilo lifanyike. it is not time that God wants that thing to be done. Haleluya. Hallelujah. Mbingu, kuna namna mbingu zinafunguka kwako, lakini mpaka usimame kwenye njia ambayo Mungu amekusudia. There is a way that heaven opens to you when you stand in a right way. Wangapi tunajua kama tunatenda mapenzi ya Mungu? How many know that if we are doing the will of God? Nani anafahamu hicho anachokifanya ndio Mungu anachokitaka? Who knows what you are doing and what God wants? Nyosha mkono. Raise Mtumishi wa up Mungu, your Mungu hand. akubariki, ameonyesha uaminifu wake na Mungu aendelee kujifunua. Mwingine, Another one. kama tunatembea kama vipofu, If you are walking like a blind, kuna sehemu tunaenda tunadumbukia, there is a place that we're going na to sio lose, sehemu njema kwetu. and it is not a good place to us. Haijalishi unapita kwenye mateso, It does not matter you are passing through torture. usitamani kuishi kama mimi ninayefurahi. Don't desire to live as the one who rejoices. Haijalishi una njaa, It does not matter you are hungry, lakini kuna jirani anamwaga chakula, but there is your neighbor is pulling away food. usikitamani hata kile kinachotupwa. Don't desire what is thrown. Usitamani hata kwenda kuomba, Don't desire to go and kwa sababu Mungu angekuwa amemkusudia akusaidia, angekuja kukusaidia kwa sababu ni jirani. If God desired that to help you, he would have been helping you. So kuna vitu vingine tunavitaka, lakini sio kama Mungu anataka. There are things that we want, but God does not want. Haleluya. Hallelujah. Stefano anaanza kuelezea kuanzia kitabu kile cha, anaelezea vitabu vyote vya Torati, anamfunua Kristo kwenye vitabu vyote. Anasema wazee walisemaga hiki, manabii walisemaga hiki, lakini hawakumuelewa. Stephen opened up all book of covenant and explained it to them, but they Hallelujah, didn't kanisa. understand. Haleluya. Hallelujah, the Haleluya. church. Tukitembea kwenye hii kanuni ya kufahamu, If we walk in this regulation of knowing, hapa ninapotembea ni Mungu amekusudia nitembee. where I'm working is where God is Maisha making me to ninayoishi move. ni Mungu amekusudia niishi. The life I live is what God wants me. Njaa niliona ni Mungu amekusudia niwe na The njaa. hunger that I have, it is what God wants. Nguo za zamani nilizo nazo ni Mungu amekusudia niwe The nazo. old clothes I have, it is what God Unapoanza desires. kujifananisha na mwingine unatoka nje ya When kusudi. you start to compare with someone, you are going out of the mission. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kwani wakati Ayubu anateseka ilikuwaje? What happened when Job was in torture? Si Mungu anafurahia?
God rejoiced. Asema mtu wangu mwaminifu, mkamilifu. My person faithful, complete. Anajua kabisa kwa huyu He knew that to that man kuna kitu nitakibeba. there is something that I'll carry. Kuna kitu nitashangaza ulimwengu. There is something that I'll make. Mpaka leo the world tunajifunza wonder. kupitia kwa Ayubu tunapopita kwenye matatizo. Until today we are learning from Job when we get in passing. Lakini ilikuwa ni mapenzi ya Mungu Ayubu apite hapo anapopita. But it was a will of God for the Job to pass there. Haleluya kanisa. Haleluya. Hallelujah, Pige the Bwana church. Yesu makofi. Clap your hands for the Jesus. Haleluya. Hallelujah. Jambo la pili, The second thing, sadaka offering. inaweza kutimiza mapenzi ya Mungu. It can fulfill the will of God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Mungu alipotuhitaji mimi na wewe, When God wanted me and you, kilichofanyika what was done? ni kutoa. It was a sacrifice. Kwa tuone sadaka iliweza kutumika kama chambo ya kutupata sisi. So sacrifice was used as the source to get us. Kama sadaka ilifanyika chanzo cha sisi kupokea neema ya wokovu, If sacrifice was a source of us getting salvation, pia sadaka inaweza kutumika kumbadilisha mtu pia. also the sacrifice can be used to change a person. Haleluya. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Mungu alipomtoa Yesu, When God gave Jesus, alimtoa kama sadaka. he gave him as a sacrifice. Na alipomtoa kama sadaka, And when he sacrificed him, dhumuni lake awapate wale ambao the purpose was to get those wamepotea kwenye dhambi. who were lost in sin. Ilihitajika kitu kitakachotolewa There was a need of things that will be given ili kipate kutimiza dhumuni la Mungu so analolihitaji. as to fulfill the purpose of God that you are. Yesu mwenyewe anakiri Jesus himself revealed. alipoona wakati wa kuingia katika mateso umefika, When he saw the time of entering into torture has come, anamwambia Baba, he told him, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, if you can, take away lakini this si cup kama from me, nipendavyo mimi, but not as I want. bali mapenzi yako yapate kutimia. Let your will be fulfilled. Haleluya. Hii ni kilichotolewa hapa ni sadaka. What was given here is a sacrifice. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kama sadaka ambayo Mungu aliitoa imefanyika baraka kwetu, If the sacrifices that God gave us, it has been a blessing to us. lakini kuna sadaka pia zinatolewa katika ulimwengu wa giza, There is another offering in the kingdom of darkness, nao ni baraka kwao, and that is a blessing to kwa them, sababu kuna kichwa nakipata. because there is something that they get. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Unaweza kusimama kwenye nafasi uliyokaa. Can you stand in the positions that you have stood? Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Wasalimia watu wawili. Pita wasalimia watu wawili. Go and greet two people. Salimianeni, salimianeni. Nimekaa kinyonge sana. Greet each other. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Msikunjiane uso sasa. Smile to each other. Haleluya. Unaweza karudi kwenye nafasi yako. You can turn back to a position. Hello. 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 Wakati Mungu anamtoa Kristo kama sadaka, When God sacrificed Christ as an offering, ilifanyika baraka kwa watu, it was a blessing to people. lakini ilikuwa ni
Ni kitu ambacho shetani hajakipenda. But it was something that Satan does not, that Kwa sababu was ni not kinyume pleased na with. mpango wake. It was different from his plans. Haleluya. Hallelujah. 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 Ilikuwa Jumatano, It was Wednesday. tulikuwa kwenye bajaji na Askofu Patrick. We was in Bajaji with Bishop Patrick. Mama mmoja aliongea kitu cha ajabu sana. One woman talk a wonderful thing. Alikuwa ni watu wake anawabebea samaki. It was the people who carry their fish. Yule mama akasema, That woman said, leo hii tumechelewa today we are late kwa sababu kuna mvuvi amekufa. because there is a fisherman who has died. Askofu akamuuliza kwani amefia wapi? Bishop asked, where did he Akasema die? amefia kwenye maji. He died into the water. Lakini kwao si huzuni. But to them it was not Anaongea sorrow. kitu kimoja ni cha ajabu. He was talking a wonderful thing. Anasema He said, kwa kuwa huyu amefia kwenye maji, because that has died into the water, kuanzia kesho samaki watakuwa wengi. from tomorrow the fish will be many. Sisi tunaelewana? Do you Kuanzia kesho samaki From na hata bei pia inaweza ikashuka. and even the price will be low. Kilichotolewa ni nini? Sadaka. What was given was a sacrifice. Do you understand something? Unaelewa kitu? Tukiambiwaga tutoe sadaka sisi ni wagumu kupita kawaida. When we are told to give offering, we are hardest more than Ndio no. maana nakwambia somo hili la leo ukilifuatilia vizuri litakusaidia. That's why I tell you this theme of today. Yaani kuna follow- vitu ambavyo ni miezi mingi sana nilikuwa kwenye ufahamu wangu vinanisumbua. Sijui wapi nivitolee, lakini leo vimepata nafasi. It was the things that it troubled me for many months, but I don't know where to put it. But today I have a place to give them. Kuanzia leo badili mtazamo wako wa kutoa sadaka. From today, change your mindset of giving. Kwa sababu sadaka unayotoa inawagusa na watu wengine. Because the offering you are giving, it touches other people. Haijalishi na maumivu kiasi gani, It does not matter how painful it is. lakini imebeba ukombozi wa watu ambao wanalia usiku na mchana. It has carried the salvation of people who are crying Imagine night mama and huyo day. anasema samaki watakuwa wengi na bei itashuka. If that woman said that if it Anafurahia. the price will be low, Si alikuwa anafurahia? she rejoiced. Lakini kuna familia wanalia. But there is a family. Kuna that familia was wamepoteza mtu muhimu. There is family. Kuna that watoto was- wanalia wameachwa yatima. Kuna mwanamke ameachwa mjana analia anasema mimi nitatunzwa na nani? There was a woman who is left widow and crying, who will keep me? Do you understand? Naelewa kitu? Haya yote yaliyotendeka ni mapenzi ya miungu. All this that was done was the will of God. Miungu amepata sadaka, God have got a miungu sacrifice. amepata kile walichokuwa na kihitaji, God has got what lakini they wanted. katika kile kilichopatikana But in what they got, ni neema kwa watu wake, it is a grace to his ni neema kwa watu ambao sio wake. It is a grace to people. Tungempigia Bwana Yesu makofi kwa ufunuo mkubwa Clap kama your huu. hands for the Jesus. Kama tutatoa tunafanya mikono hivi, If we'll put our hands like this, tusahau baraka za kutoa. let us forget the blessing of offering. Haleluya. Hallelujah. Kwani Ibrahimu anaanzaje kuaminika kwa Mungu? How did Abraham start to Anampata believe by thamani, God? He, was, alafu anampima kwenye kukichukua kile cha thamani. he gave a valuable thing and God measured in that. Haleluya. Anaanza kuona kumbe huyu Ibrahimu ni mwaminifu kwangu. God started to see that this man is faithful. Kumbe huyu Ibrahimu chochote kile nikimwambia anaweza akafanya. And this Abraham can do anything that I tell him to do. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Sadaka yako unayoitoa inaweza ikakusaidia kesho. Your offering that you give today can help you tomorrow. Acha nikutolee ushuhuda mwingine tena. Let give me one testimony. Wakati ni mchanga kihuduma. When I was a young in service, Hata sasa bado ni mchanga. and until now I'm still young. Haijalishi unanionaje. It does not matter how you see it. Kuna kipindi ambacho nishazoea Mungu
mara nyingi ananisemesha kwa ndoto kwa namna yote ile aliyokusudia. There is time where it was normal to me that God speaks through dreams and other ways. Yani kuna kaupepo kalipita. There is a wind that passed. Sikuwa namsikia Mungu. I didn't hear God for a while. Sikuwa naota ndoto. I didn't dream for a Sikuwa while. naona maono. I didn't see vision. Hicho kitu kiliniuma kwa sababu ni kitu ambacho nimekizoea. That thing hurted me because it was normal to me. Mara nyingi nikikamatwa, many time when I have nakimbiliaga kwa baba yangu. I'm going back to father. Nikamwambia baba, I told him, Father, simsikii Mungu akisema na I mimi. don't hear God speaking to me. Sioti hata ndoto. I'm not dreaming. Sioni maono. I'm not seeing any vision. Akaniambia mwanangu, He told me, my son, una sadaka? do you have offering? Nikamwambia ndio. I told him, Akaniambia yes. chukua hiyo sadaka yako. He said, take your offering. Sema na sadaka yako. Speak to your offering. Kaiweke madhabahuni. And go to put Mungu in the atajifunua altar. kwako. God will be Na siku ile ile Mungu alijifunua. And that day, Hallelujah. manifested. Hallelujah. Tuache ukitoa usifanye hivi. When you give, don't do like this. Nyosha kabisa. Give your hand. Jikungute kabisa. Put away everything. Mama anamtolea mfano mama mjana, anasema hao wengine wametoa sehemu ya ziada yao. When Jesus was talking about that, Lakini huyu ametoa chote alichokuwa nacho. he said that this woman have gave Anasema all kwa that she has. kati ya wote waliotoa sadaka, Among who have given aliyetoa sadaka ni huyu mama mjane. who have given offering in this widow. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Wewe unadhani maisha ya yule mjane alibakia vile vile? Do you think the life of that Hatupati historia ya mama mjane baada ya kutamkwa katika madhabahu na Yesu anamchukulia kama mfano. We don't get the story of widow woman after that, but Jesus was taking as example. Lakini tungeyapata, But if we would get, kuna kitu tungejifunza. there is something that we would. Kwani Kornelio kupitia sadaka Mungu alipomwagizia malaika na maagizo ya kuyatenda, maisha yake alibakia vile? Did the life of Cornelius remain the same after God sending the angel about his offering? Haleluya. Hallelujah. Sadaka imebeba mapenzi ya Mungu. Offering has carried the will of God. Ukitoa kwa uaminifu ni baraka kwako na baraka kwa watu wengine. If you give faithfully, it is blessing to you and other people. Kama Mungu alitoa, If God gave, na wewe imekupasa kutoa you must give kwa ajili yako, for yourself, kwa sababu Mungu alitoa ili ajipatie watu wake. because God gives us. Na wewe ukitoa kuna vitu utajipatia kwa ajili yako. If you give, you get things for yourself. Haleluya kanisa. Hallelujah, the Pigie Bwana church. Yesu makofi. Clap your hands for Jesus. Jambo lingine, Another thing, shule ya Jumapili. the school of Jamani, Sunday. msinichoke, mimi sina sauti ya. Mungu amenipa neema ya walimu, kwa hiyo mnivumilie. God has given me the grace of teaching. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Tunajifunza kwa mtu mwingine. We are learning from another man. Mtu huyu anaitwa Sauli. That person was called Saul. Sauli alikuwa ni adui wa kanisa, Saul was the enemy of the church, lakini amebeba kusudi kubwa kwa ajili ya mataifa. but he carried a great mission for the Gentiles. Kwa maisha yake ya nyuma, So his background, Mungu alianza kumtengeneza ili amtumie kwa ajili ya kesho. God started to create him so as to use him for special mission. Haleluya. Hallelujah, the Haleluya. church. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haijalishi alifanya nini, It does not matter what he did, lakini huyu aliandaliwa kwa ajili ya mataifa. but that he was looked for the Gentiles. Mtu ambaye ilikuwa kuua kwake ni kawaida. The person that killing was normal to him. Haleluya. Hallelujah. Kwa akajua nikimwandaa kwa namna hii, So God knew if I prepare him for this angali way, ananiudhi mimi,
when he still give me sorrow kwa kuua watu wangu, by killing my people, acha kwanza nipe muda. let me give him time. Ule wakati utakapofika, When the time comes, nitamuita nimwambie Sauli njoo. I'll call him and say, Saul, come. Haleluya. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah. Sauli alikuwa ni mtu msomi. Saul was an educated man. Sauli alikuwa ni mtu ambaye amesomea dini ya Uyahudi, tena ni ile itikadi kali kabisa. He was educated about the religion of Jews. Haleluya. Sauli alikuwa ni mtu ambaye anafahamu lugha mbalimbali. He was a man who was speaking many languages. Haleluya. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah the church. Haleluya kanisa. Kuna mahali maandiko anasema Mungu anavitumia vilivyo vinyonge, lakini tukiangalia kwa Sauli, Sauli hakuwa mnyonge kihivyo. There is somewhere where scripture says God uses the weak, but Hello. to Saul it was not like Haleluya. that. Hallelujah. Haleluya. The church. Kwa nini tunajifunza kuhusu Sauli? Why are we learning from Saul? Yamkini tunao Sauli wengi kanisani. Maybe we have many Saul in the church. Kwani tunakataa? Do we reject? Kuna Sauli wa uzinzi, There is Saul who kuna Sauli wa adultery. uongo, There is kuna liars. Sauli wa usengenyaji. There is Saul of hypocrisy. Kuna mahali mtu amepashikilia ni pa kwake, There is a place where a person lakini is holding si mahali ambapo himself. panampa Mungu tukufu. It is not a place that Lakini hapo ndipo ambapo Mungu anataka mbadilishie mtu akiwa hapo. but it is a place where God wants to change him from there. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kuna kitu ambacho kama watumishi tunaosimama madhabahuni na viongozi, There is something that as ministers who stand in the altar and leaders, tukifanya if we do, tutapoteza watu wengi, we'll lose many people. tutapoteza wakina Sauli wengi, We'll lose many tutapoteza wenye makusudio ya Mungu wengi. We'll lose many people's mission of God. Haleluya. Hallelujah. Nimesema somo hili kama utalifuatilia vizuri litakubeba. I have told you that if you will follow through this theme, it will carry. Wakati ninaandaa hichi kipengele, When I was preparing this portion, nimekaa sijui nimalizeje. I stayed and I didn't know how to finish it. Akaja Chris ofisini. There comes a Christian. Nikawa into naongea his naye. office. I was talking to him. Namwambia Chris, I told him, leo utatupigia drums. today you'll play drum for us. Akasema He rejected. Nikamuuliza kwa nini? I asked him why. Akanijibu kwa pande mbili. He answered me by two Akasema sides. nikifanya wanaongea, If I do, they'll speak. nisipofanya wanaongea. If I don't do, they'll speak. Halo kanisa? Nimesema tukisikilizana vizuri, If we kuna namna listen Mungu anaenda each other kubadilisha maisha well, yako. there is kind God is going to touch your life. Nikifanya wanaongea, If I do, nisipofanya they speak. wanaongea. Kwa hiyo nimeacha, bora kabisa niache, na nilipoacha bado wanaongea. I have decided to leave it, but they are still speaking. Mungu akanifunulia, akaniambia unakumbuka kwa habari ya Eli na Samuel? Then God opened it to me and asked, do you remember about Eli and Samuel? Samueli anaitwa na Mungu. Samuel was called by God. Sauli kwa kipindi hicho Mungu hajajifunua kwa Samuel kwa kipindi hicho Mungu hajajifunua kwake kabisa. By that time God was not revealed to Samuel. Lakini kwa ahadi ya mama yake aliyoifanya na Mungu ya kwamba huyu mimi nikimpata nitamleta madhabahu. But by the promise of his mother that he put that if I get this son I'll send it to the altar. Mama anamwacha Samuel kwa kuhani Eli. Mother left Samuel to priest Eli. Lakini Samuel hajui kusudi alilolibeba. But Samuel did not know the mission he carried. Samueli hajui kitu ambacho mama yake aliongea na Mungu mpaka akapatikana yeye. He was not aware of what his mother talked to God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Nisome Samueli wa kwanza. Read the book of 1 Samuel. Sura 3. Chapter 3.
Mstari wa kwanza mpaka wa 10. Verse 1 up to 10. Neno la Mungu linasema, kuhani mkuu akasema, Ndio. je, mambo hayo ndivyo yalivyo? Ikawa wakati huo, Ndio. Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Na Samueli alipokuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu, basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamuita Samueli mara ya tatu, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Haleluya. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah. Kwanza hapa lazima tuone kuna utimilifu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. So we must see there is completion of Father, Son and Holy Spirit. Na kuna kitu ambacho lazima ukitambue. And there is something that you must understand. Kama Samueli alipokuwa akiitwa na Mungu, When Samuel was called with God, anaamka anamfuata Eli. he arose and goes to Eli. Sauti iliyokuwa ikisikika masikioni mwa Samueli, The voice that was heard, ilikuwa ni sauti ya kuhani Eli. it was the voice of priest Eli. Haleluya. Hallelujah, the church. Tunaelewana? Kwa Mungu akitaka kuzungumza na mtu, So when God wanted to speak to someone, anatumia mfano wa mtu ambaye unaweza ukamuelewa zaidi. he's using example of a person that you can understand well. Hello. Hello. Haleluya. Hallelujah, the church. Mungu anamuita Samueli mara ya kwanza, God called Samuel first anamuita time. Samueli mara ya pili, He called the second time. anamuita Samueli tena mara ya He tatu, called the third time. na baada ya kuelewa Samueli anamuitikia. And after understanding, Samuel perceived. Kwa nini tunaongea kuhusu jambo hili? Why are we talking about this thing? Kikawaida mtu akiwa amelala, Normally when a person laid down, na ni mwanadamu kawaida, and it's a normal man, yaani umwamshe safari ya kwanza, awaking him first time, umwamshe safari ya pili, second time, mnaweza mkagombana. you can be in quarrels. Mnajua usingizi ulivyo mtamu? Do you know how? Yaani unanifuata someone good? fulani, ulikuwa unaniita afu mimi sijakuita. You are following him and asking Mara ya about pili and tena. reject. Lakini maandiko hapa mwanzo anasema Eli alikuwa mzee, lakini bado kuna mwangaza wa Mungu ndani yake. Haleluya. The scripture Hallelujah. says that Eli Hallelujah. was an elder Kama that sisi was watumishi type of tutasimama God. kwenye nafasi sahihi, If we will stand in the right position, tunaweza kuwavumilia walio chini.
We can tolerate who are Kwa sababu ipo nuru bado inatumulikia sisi. Because there is light still. Kwa sababu ipo neema bado imesimama na sisi. Because there is Tunaweza kuwasaidia walio chini na mapungufu yao. we can tolerate Hallelujah. who are down and Hallelujah. their weaknesses. Kama tutasimama kama Anania, tumwambie Mungu, huyu mtu ni msumbufu kwa wakati wote. If we'll stand as Nimeongea imetosha. I have spoken Tutawapoteza enough. wote. We'll lose all. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yamkini kuna wakati Mungu anaongea kabisa ndani yetu, anasema huyu hapa ni wa kwangu, lakini kwa sababu kuna kitu umekingangania, Sauli ni muuaji, fulani ni mwongo, fulani yuko hivi, fulani yuko hivi, tutampoteza angali kabisa. Tunaona yule anaenda, ikifika huko akishaondoka, mioyo yetu tena inaanza kuugua. Haleluya. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah. Tukishindwa kuvilinda hivi vidogo tulivyo navyo, hatuwezi kupata vikubwa kama tunavitarajia If we kuvipata. cannot protect this small that we have, we cannot get great things. Kama Eli angeshindwa kumwelekeza Samueli, If Priest Eli was not able to instruct Samuel, kuna vitu ambavyo Samueli angechelewa kuvifahamu kwa sababu Eli amezuia. there must be things that Samuel would be late to know because Eli was not able to. Kuna kanuni moja ya kufanikiwa kwenye maisha yako. There is one regulation to prosper in your life. Haleluya. Tayari unamwamini Mungu. You already believe God. Na wote hapa tunamwamini Mungu. And we all Lakini believe God. kanuni ya wewe kufanikiwa But the regulation for you ni to kumwamini mtumishi anayesimama prosper, it madhabahuni. is believing the minister who stands Ukipoteza in the altar. connection ya mahusiano mazuri na mtumishi wako madhabahuni, If you lose the proper kufanikiwa connection kwenye with maisha yako the sahau. altar. Forget Hallelujah. about succession in Haleluya. Hallelujah, the church. Lazima tutengeneze. Lazima. We must create. Haijalishi kuna nini. It does not matter what happens. Kuna wakati tunasimama madhabahuni kama wanadamu tu. There is time we stand at the altar as human being. Kama kuna mahali ambapo tunatamka mnaumia, If there is a place where we say and you are in sorrow, piga magoti, omba kwa ajili yetu. bow down and pray for us. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Kwa Hallelujah. sababu ukikiweka ndani umezuia baraka. Because if you put inside, you are preventing blessings. Unapokihifadhi ndani umezuia baraka. When you keep it, you are preventing blessings. Yaani hata uombe kwa kiwango gani, Even though you pray to a certain level, hata ufunge kwa kiwango gani, even if you fast for a certain level, huwezi kufanikiwa mpaka uwe na connection mzuri na mtumishi wako. you cannot prosper until you have good connection with the altar. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kama tunahitaji kufanikiwa, If we want to prosper, watumishi wa Mungu wamebeba mafanikio yetu, the ministers of God has carried our pamoja na achievements. mapungufu yote tulionayo kama wanadamu, Despite all weaknesses that we have lakini as human bado beings, tumebeba baraka kwa ajili ya maisha but yako. we still carry blessings for Tumebeba your baraka life. kwa ajili ya uzao wako. We have blessings Tumebeba for your baraka kwa ajili ya kazi project. yako. Tumebeba baraka kwa ajili ya chochote kile unachokihitaji kutoka kwa We Mungu. have a blessing for anything that you need from God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tunaenda kumalizia kipengele cha mwisho. We are going to wind up the last portion. Ili mapenzi ya Mungu yatimie kwa Musa. So the will of God to be fulfilled to Kwa Moses. Musa. To Moses. Ilimpasa Musa awe muuaji, There was supposed for Moses to be open, akimbie kwenda kwa Yethro running to Jethro, ili awe mchungaji. so as to be a pastoralist. Amina. Halo. Hello. Halo. Hello. Ili Musa asimame katika njia ambayo Mungu alikusudia. For Moses to stand in the mission of God. Wakati ulipofika, When the time came, Mungu alimuinua Musa, God raised up Moses, akaanza kutengeneza wivu
And he started to create jewelers kwa ajili ya watu wake, for the people of kwa God. ajili ya watu wake. For the people of God. Na wivu ulipoingia ndani yake, And when the jewelers enters inside him, kwa sababu Musa sio mara ya kwanza anawaona wana wa Israeli wanaonewa, because it was not first time amekuwa Moses saw katika Israel. ufalme, He was raised in the kingdom. hivyo ameona siku zote wana wa Israeli wanaonewa. But he saw all days that they were Lakini tormented. Mungu alipotengeneza kitu kipya ndani yake, But when God created a new thing, akaanza kutengeneza wivu. he started to create Wivu jealousy. uliomfanya atetee watu wake, Envy that made him wivu hate them. uliomfanya hata aweze kuua kwa ajili ya watu wake. That make him kill for his people. Alipoua, Mungu anambeba kumpeleka kwenye kusudi. When he killed that man, God sent him to the mission. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Ukisoma Kutoka When we read the book of Exodus, ile sura ya 2 chapter 2, mstari wa 11 mpaka 15, verse 11 up to 15. Kutoka sura ya 2, 11 hadi 15. Neno la Mungu linasema, hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania. endelea. Mmojawapo wa ndugu zake basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, na tazama, watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Akawaambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na muamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Musa akaogopa, akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Basi Farao alipopata habari, akataka kumuua Musa, lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midian, akaketi karibu na kisima. Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Hello. Tunaona Musa baada ya kuua, We see Moses after killing, na jambo lile likajulikana na watu. and that thing was known to people. Tunaona anasema kumbe jambo hili limejulikana, So he said, so this thing is known. nikikaa hapa wataniua. If I stay here, they'll kill me. Ikampasa akimbie. So he decided to fled away. Anakimbia mpaka Midian. He fled up to Midian, Anakutana na kuhani aliyekuwa anaitwa Yethro. and he found the priest called Yethro anaanza kumfundisha kanuni za uchungaji. Jethro. Started to taught him about the principles of fasting. Haleluya. Anampa kundi la kondoo akawachunge. He gave him the flock of sheep to keep. Kwenye Kutoka 3:1 mpaka 8 ndipo ambapo Mungu anakutana na Musa. In Exodus 3:1 up to 8, Lakini anakutana naye, anampa maagizo. it is where Moses meet with God. Lakini wakati Mungu anazungumza na Musa, When God spoke to Moses, Musa ni kama vile hakuwa tayari kwa ajili ya kile kitu. Moses was not ready for that thing. Lakini alipoona kale kakijiti kanawaka moto, akasema nitageuka nitazame muujiza huu. So when he see that stick is burning, he said, I'll turn and see that miracle. Alipogeuka ndipo Mungu anazungumza. When he turned, it is where God started to speak. Hivyo kumbe Musa asingegeuka, Mungu asingezungumza.
So if Moses would not turn, Anamwambia nimesikia kilio cha wana wa Israeli. I have heard the cry of people of Israel. Nimeikumbuka ahadi niliyomwahidi Ibrahimu. I have remembered the promise I promised ya kwamba watu hao watakaa huku kama watumwa kwa muda fulani. That these people will stay as slave for a certain time. Lakini baada ya huo muda nitawarejesha. But after that I will restore them. Hello. Hello. Hallelujah. 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 Ninapokuambia Musa aliua ili aende atimize kusudi la Mungu, anaanza kujifunza uchungaji. When I told you that Moses killed so as to go and start learning mission of God. Hallelujah. He was learning about Mungu anampa maagizo ya kwamba utachukua watu wangu na kuwapeleka mpaka mahali ambapo nilimwahidia Ibrahimu, katika nchi ambayo iliyojaa asali na maziwa. He told him, "Will take my people until the land that I promised Abraham, the land that is fulfilled with honey and milk." Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah kanisa. Hallelujah. Hallelujah kanisa. Tujue kanuni la kuchunga kundi. Bila kama sio mchungaji huwezi kuchunga kundi. You must know that there is regulation of keeping a flock. If you are not a pastor, you can't keep it. Hallelujah. 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 Na tunasema mchungaji mwema, we say a good pastor yuko tayari is ready kulinda alivyo navyo. to protect what he have. Yuko tayari He is ready kupoteza uhai wake, to lose his life. lakini kundi alilonalo libakie. But the flock we have to remain. Hallelujah. Lakini wakati Musa alipokuwa kwa Farao hakuwa na hiyo tabia. But when Moses was to Pharaoh, he does not have that behavior. Alipoenda kwa Yethro akamfundisha kanuni za uchungaji, When he went to Jethro, he taught him about that. akaanza kujifunza mambo mapya. He started to learn new things. Kumbe nikipeleka mbuzi 10 kwenye machunga, So if I send 10 goats to the fruits, imenipasa niwarejeshe wote 10. I must return them all 10. Kama mmoja hatapotea inabidi niumie kwa ajili ya huyo mmoja. If one will be lost, I have to be hurted with that one. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah kanisa. Hallelujah the church. Hallelujah kanisa. Tuone tunaanza kumtazama utendaji wa kila alichojifunza. We have to see that he fulfilled what he learned. Hallelujah. Tuone Mungu alipoagiza kila koo itoe mtu huyu mmoja mmoja waende wakachunguze taifa ambalo Mungu amewaidia. Let us see when God tell every clan to bring one person to go to investigate. Watu 10 wanarudi wana majibu mabaya. 10 people return with bad answers. Watu 2 wanarudi wana majibu mazuri. 2 people come with good answers. Mungu anamwambia Musa, God told Moses, mimi nitaangamiza wote hawa. I'll kill all these. Mimi nitawaua wote hawa. I'll make all them. Mimi nitawafuta wote hawa. I'll perish them. Nikufanye kuwa taifa kubwa. To make you a great. Nikufanye kuwa mtu mkubwa. To make you a great. Tazama moyo wa kichungaji. Look the heart of pastor. Unaanza kujifunua ndani yake. It started to anaanza kumkumbusha Mungu, Mungu nakumbuka ulikowatoa watu hawa. He started to remind God. Unakumbuka kile ambacho umekusudia kuwatendea watu hawa? Do you remember the mission that you anamwambia Mungu, onyesha huruma. Show mercy for your people. Lakini kama si mchungaji, but if he was not a pastor, there will not be that. Hallelujah. 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 Kwa kuna kanuni ambazo Mungu anakupitisha, usipopita uweze kuwa fiti kwenye kila ambacho anachokuweka. So there is regulation that God make you pass through so as to do well in what he give you to do. Hallelujah. Hallelujah the church. Hallelujah. 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 Unataka ufike juu na unataka uruke kanuni. You want to go higher but you want to skip the regulation. Ukifika pale juu utadondoka kwa sababu haujui kanuni ya kupanda. If you come up, I will fall down because you don't know the regulation to come down. Tunaelewana wapendwa? Do you understand? Mfano huu upeleke kwa mtoto wa tajiri. This example ambaye hajafundishwa kanuni za utajiri. Who have not learned this. Yeye anajua kutumia tu. He knows to siku mwenye nacho akiondoka, when the one who owns goes away, umasikini unapiga hodi mlangoni. the poverty will knock the door. Hallelujah.
Si kwa sababu hajui matumizi ya fedha. It is not because he don't know Ajui the use kanuni ya of money. kuitafuta fedha. He don't know the Ajui kanuni ya kuitunza fedha. He don't know the Ajui kanuni ya kuheshimu fedha. He don't know the principle of respect. Kwa sababu hakuna jasho alilolitoa kwenye hiyo fedha. Because there is no sweat that he has given Hello. to money. Haleluya. Hallelujah. Mpigie Bwana Yesu makofi. Clap hands for Jesus. Huwezi kufika juu kama ufuati kanuni. You cannot go higher if you don't follow the principle. Haleluya. Haleluya. Yamkini Musa alipokuwa akilelewa na binti Farao, hakuwa anajua mimi ni wa huko. Maybe when Moses was grown by the girl of Pharaoh, he didn't know that he belonged to that side. Lakini kuna msemo anasema shujaa aache asili yake. But it says that the brave cannot live his origin. Hello? Yaani umchukue tai umchanganye, ukichukua yai la tai ukilichanganya kwa kuku. Kuku akiliatamia vizuri likatotolewa. Tuwe na uhakika yule tai kuna siku atakula vifaranga. Kuna siku atamla hata yule kuku mwenyewe aliyemwatamia kwa sababu ni asili yake. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tungempigia Bwana Yesu makofi. Clap hands for the Lord. Naomba nisome Yohana sura ya 10. Read John chapter 10, Mstari wa 11 mpaka 13. verse 11 to 13. Yohana sura ya 11 Yohana sura ya 10 mstari wa 11 mpaka 13. Neno la Mungu linasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Ndio. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. 14. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Asante. Yuko mpaka 13. Haleluya kanisa. Hallelujah the church. Hello. Asema tukiwa watu wa fedha. If we are hirelings, Kondoo kwetu hawana ishu. the sheep is not in to us. Tukiwa watu, If we are hiring people, lakini pia tukiwa watu ambao tuna matakwa yetu binafsi. if we are people with our own desire, Matakwa ya Mungu hayana nafasi kwetu. the desire of God has no position to us. Tusiangalie tu fedha, Let us not look to kwa money sababu only, tunaangalia mapenzi ya Mungu kwetu. because we are looking the will of God to us. Kile ambacho Mungu anataka tukifanye. What God wants us to do. Tukijiangalia sisi, When we look ourselves, tutapoteza kile ambacho Mungu anakusudia akifanye. we'll lose what God is intended to do. Lakini tukimtazama Mungu, When we look God, tutafanya kile ambacho Mungu amekusudia tukifanye. we'll do what God intends us to do. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Vitu vyote hivi Musa alikuwa navyo, lakini mpaka alipokubali kupita kwenye process. All these things Moses had, but until when he agreed to pass through the process. Tukio lingine ni lile ambalo yuko mlimani amefunga kwa siku 40. Another situation is that of the mountain. Naomba nisome fasting Kumbukumbu la 40 Torati 9:12 mpaka 14. in the book of Chronicles. Torati 9. Mstari wa 12 mpaka 14. Neno la Mungu linasema, Yes. Bwana akaniambia, ondoka huko, shuka upesi, kwa kuwa watu wako uliowatoa Misri wamejiharibu. Wamekengeuka mara katika njia niliyowaamuru. Wamejifanyia sanamu ya kusubu. Tena Bwana akasema nami zaidi, akaniambia, nimeliona taifa hili,
na tazama, ni taifa lenye shingo ngumu. Niache nipate kuwaangamiza na kulifuta jina lao chini ya mbingu. Nami nitakufanya wewe uwe taifa kubwa lenye nguvu kuwapita wao. Haleluya kanisa. Hallelujah, the Tuone church. kile ambacho Mungu alimwambia Musa mara ya kwanza. Anamjaribu katika neno lile lile tena. Aone ujasiri wa Musa. He tried in the same way to see the brave of Moses. Haleluya. Haleluya. Wamefanya machukizo, wamemwacha Mungu wa kweli, wamefanya ndama. They Wana did mwabudu. wickedness before God and they worshipped the calf. Bado Mungu anamwambia Musa, But God told Moses, mimi hawa watu nataka niwafute kabisa. I want to perish these people. Lakini moyo wa kichungaji unasimama. But the heart of shepherd stand there. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Tukubali kupita kwenye process ili kutimiza kila ambacho Mungu amekusudia. Let us agree to pass through the process so as to do what God Nje intended ya to do. hicho tusahau mabadiliko. Out of that, let us forget the changes. Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Haleluya kanisa. Hallelujah, the church. Haleluya kanisa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Unaweza kusimama. You can stand. Watu wa vyombo. Robati acha kucheza. Kuna jambo ambalo tunaenda kulifanya sasa hivi. There is something that we are going to do now. Usijiulize kwa nini. Don't ask yourself why. Kwa sababu ndicho ambacho Mungu ameniagiza nikifanye. Because it is what God instructed me to do. Kuna wakati wana wa Israeli walipokuwa wakihitaji kutoka Misri, There is time when Israelites wanted to come out of Egypt. Mungu alianza kuwapiga wa Misri. God started to beat Egyptians. Lakini mapigo yote aliyowapiga bado Farao kukubali kuachia. But all battle he fought, still Pharaoh was not able to release them. Mungu aliendelea kuufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. God decided to harden the heart of Pharaoh. Lakini ilipofika pigo la mzaliwa wa kwanza, But when it come to the battle of the firstborn, Farao akasarenda. the Pharaoh surrendered. Lakini Mungu aliwaagiza wana wa Israeli wafanye kitu hiki. But God told the Israelites to do this thing. Anawaambia chukweni kondoo He told them to take a sheep kwa hesabu ya namna ambavyo wana wa Israeli walivyokuwa wanajua wanaratibu, by the numbers that Israelites know how they can regulate, wamchinje wamle. to kill and eat. Lakini damu ya wale wanyama But the blood of those animals, waipakaze kwenye miimo ya milango yao. they must shed in the doors. Lakini Mungu anawaambia nitakapokuwa nikipita ili niweze kupiga uzao wa kwanza, But God told them, when I'll be passing so as to beat the firstborn, yule roho ambaye anapita kuangamiza that spirit that come to perish them hatapita kwenye lango lililopakwa damu. will not pass through the doors that has been shaded with blood. Kwa usalama ulikuwa kwa aliyekuwa ndani ya lango lililopakwa damu. So the safety was with, to a person who was inside the door with blood. Leo tunaenda kupakwa mafuta. Today we are going to be anointed. Tunamwamsha yule roho aliye ndani yetu apate kudhihirika. We are waking up the spirit inside us to be revealed. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Praise, sogeni mbele. Praise, come forward. Haya mafuta nitakapokuwekea mkononi, paka kwenye paji la uso, mengine pakaza miguu, mengine utaweka mkono wako kifuani.
wakati wa maombi. Haleluya, haleluya. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Hiyo maiki kubwa sasa. Sogea mbele. Watu wote tusogee mbele. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are You are